Ndugu zangu katika imani, leo mitihani ambayo tulokuwa nayo, familia moja ya baba mmoja, watoto ndugu hawaelewani, ndugu wa baba mmoja, wa kike na wa kiume hawaelewani, bali ukoo mzima ambao umefungamana na familia moja inayotoka katika asili ya masdari moja ya ukoo wao, ambao ni sila baina yao ya kuunga watu wale hawaelewani. Kitu gani kinachoweza kusababishia hawa watu wasielewane? Mambo mawili makuu. Kwanza ni kuwa mbali na mafundisho ya Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hilo la kwanza. La pili, madhara ya ulimwengu kututeka imetusababishia sisi tunakatana, kwa sababu kila mmoja ya rabbi nafsi, kila mmoja ya rabbi nafsi, 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 nafsi yangu mimi na mwanangu na mke wangu imehama kwenye ukoo. Imebaki mtu anadhani familia ni baina yake yeye mwenyewe na mke wake na watoto basi. Hajali kaka yake, hajali dada yake, hajali baba yake mkubwa, baba yake mdogo, hajali shangazi yake, hajali mama yake mkubwa, mama yake mdogo. Anaona wale ni watu wa mbali. Mtume hapa anasema, ukitaka wewe riziki yako Allah aikunjue, usipate tabu ya maisha magumu katika maisha ya ardhi haya, vile vile Allah atie baraka kwenye umri wako, unga udugu wako na ndugu zako. Hivi wewe katika akili tu unaweza ukala ukashiba ukafurahi baina yako wewe na watoto wako na mke wako, hali ya kwamba unajua kabisa fika kaka yako aliyekushika mkono wewe analala na njaa? Inawezekana kweli ukafurahi? Kama una imani ya dini kweli kweli, inawezekana wewe kuwafundisha watoto wako kwamba familia yangu naoijali ni mke na watoto tu, lakini wengine mimi hawa naona ni watu wa mbali. Wakati mwingine, ndugu zangu, familia zetu za Kiislamu zinachukua taimu nyingi na marafiki, zinaacha kuwa karibu na watu wa damu, watu ambao waliokuwa karibu Allah aliokuwa amewasitizia nao. Ndio maisha yaliyokuwepo hivi sasa. Ndugu zangu, watu wako bize na maisha ya ulimwengu, anasahau hata kwenda kumtembelea ndugu yake wa damu moja, dada yake, wanakaa mji mmoja miezi. Ndugu yako, kaka yako, unashindwa kwenda kumtembelea. Baba yako mkubwa, baba yako mdogo, bibi yako, unashindwa kwenda kumtembelea. Okay, huko basi katika mazingira ya kazi unashindwa hata siku moja. Kukila ukinyanyua simu wasema leo nimpigie babu yangu, kesho nimpigie bibi yangu, kesho kutwa nimpigie khale yangu, kesho kutwa nimpigie mjomba wangu. Yani unashindwa hata katika njia hiyo ambayo inaingia katika kujenga mapenzi katika suratul Rahma. Allah atakuja kutuuliza kwamba tumeufanyia nini udugu wa damu? Tulikuwa ni wenye kuuimarisha au kwenye kuukata?